Jamani, saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama inaongoza kwa kiwango, inaongoza pia kwa vifo. Yani tuna morbidity na mortality. Tuna wengi, nadhani takribani 34% ya kina mama wenye saratani, 34% wana saratani ya shingo ya kizazi. Na hii ni saratani ambayo inaweza kuzuilika kwa kupitia chanjo, inaweza kugundulika mapema kwa kupitia screening na ugunduzi wa utambuzi wa mapema, na ni saratani ambayo ukija katika hatua ya kwanza na ya pili unatibika, unapona kwa 100%. Ni saratani ambayo ninaumia binafsi kama mtaalamu katika hii eneo. Ninaumia sana ninapompoteza mama kwa saratani ya shingo ya kizazi, ambayo najua kabisa kwamba tungeweza tukaizuia kwa kinga kwa chanjo, tungeweza tukafanya screening, tukatambua mapema na kutoa matibabu. Afadhali nimpoteze kwa saratani ya ini. Nisasema anyway, pengine kusingekuwa na makubwa sana ya kufanya katika ile, lakini saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo kama saratani ya shingo ya kizazi, halafu inakuja saratani ya matiti ambayo takriban 10%. Nayo pia inachangia, nadhani inashika namba 2. Lakini sasa kuna saratani ya utumbo mpana, colonic cancer, na sasa hivi imeongezeka kote kwa kina mama na kwa kina baba. Halafu kuna saratani ya kola chakula. Halafu tunaweza tukasema na nyinginezo. Of course kwa wanaume saratani ya tezi dume pia tusisahau, iko pale. Sinaelewa. Kwa hiyo naweza nikasema hizo 5 zinaweza zikawa ni the leading. Kwa takriban miaka 30 zimekuwa zikipishana tu kwamba mwaka huu inaenda juu, hii inaenda chini, lakini hivyo ndio ambavyo imekuwa. So, okay. Swala la kanda. Hili swala la kanda pia lina changamoto kulielezea, kwa sababu kuna kanda zina watu wengi na kuna kanda zina watu wachache. Kwenye mengi pana penye wengi pana mengi. Kwa hiyo unaweza kuona tuna wagonjwa wengi sana wanatoka kanda ya Ziwa, ndio utaangalia ndio kuna migodi, kuna nini na nini, lakini pia kuna watu wengi wanaishi katika yale maeneo. Hatujafanya tafiti hasa na kusema kwamba ni kipi ambacho kimesababisha lile ongezeko katika ule upande. Bado ni vitu ambavyo tunavifanyia kazi, lakini jua tu kabisa kwamba kanda ya Ziwa kumekuwa na wagonjwa wengi sana kuliko pengine kanda nyingine zote, lakini pia kanda ya Ziwa ina population kubwa kuliko sehemu nyingine zote. Nadhani tunakubaliana na hilo, lakini hiyo ni homework ambayo umetupa. Tunaendelea kuzungumza. Bahati nzuri na mkuu wa kitengo cha mkurugenzi wa udhibiti wa saratani ndio kazi yake kufanya hizo epidemiological studies, kuangalia kwamba kwa nini hii imeongezeka pale, kwa nini hivi, na mbinu gani zitumike tuishauri serikali accordingly.